Katika moyo wa mto, mtumbwi ulielea taratibu. Kwa kishindo cha pupa kilichojaa uovu, mama wa kambo alimsukuma binti wa kambo kwa nia ya kuifuta kabisa hatima yake. Kilio cha msichana kilikata upepo, lakini hakikusikika na yeyote, isipokuwa mwanamke aliyemsukuma. Akanong'ona kwa sumu, akivuta ushungi wake kwa kiburi. Mwanangu ndiye atakayemuoa mwana wa mfalme, si wewe. Lakini chuki ile ilikotoka, hakuna aliyefahamu. Halo familia, karibu kwenye African Stories. Tafadhali jisajili, penda video hii na ushirikishe kwa wapendwa wako. Usisahau kuwasha alama ya kengele ili usikose hadithi zetu za kusisimua. Sasa kaa vizuri, sikiliza kwa makini, kwa sababu hadithi hii itakuacha mdomo wazi. Miaka mingi iliyopita, katika kijiji kiitwacho Udi, alizaliwa mwana wa mfalme. Siku hiyo kulikuwa na shangwe, vicheko vya watoto vilijaza anga, na harufu ya tembo la mtende likasambaa katika misitu ya mianzi. Katikati ya sherehe hizo, familia ya kifalme ilitangaza kuwa shindano la ngoma lingefanyika katika siku ya kuzaliwa ya mwana wa mfalme ya miaka 25, na mshindi angekuwa mke wake. Mavazi, mafunzo na maandalizi yakaenea kijijini. Wakati huo huo, katika boma la marehemu Chief Okoye, mabinti wawili walikuwa pamoja. Nneka, mtoto wa mke wa pili, mjuaji, aliyebebwa kupita kiasi na aliyeamini dunia inamdai heshima. Adana, binti wa mke wa kwanza aliyefariki, mnyenyekevu, mtulivu, mwenye uzuri iliyoweza kumfanya mwezi kusimama kutazama. Ingawa waliishi chini ya paa moja, mioyo ya mama zao haikuambatana. Nneka alitumia muda wake kupaka rangi kucha na kupodoa uso, ilhali Adana ndiye aliyefua, kupika na kutunza kila kitu. Alikuwa mcheshi, mwenye heshima kwa wakubwa na mwenye moyo wa kusaidia hata wazee kubeba kuni zao. Uvumi ukaanza kuenea kuwa huenda Adana ndiye angeupata moyo wa mwana wa mfalme. Hilo lilimchoma mama wa kambo kuliko pilipili kwenye jeraha. Inawezekane binti wa mwanamke mwingine ampite mwanangu? Aliungunuka kwa hasira. Kadri Adana alivyokuwa mwema, ndivyo wivu wa mama wa kambo ulivyozidi kuchipuka. Zaidi ya yote, uzuri wa Nneka ukaanza kufifia ukilinganishwa na wa Adana. Hata ngoma ya Nneka ilikuwa ngumu, tabasamu lake likawa limetengenezwa mno. Siku ya kuprezentua mabinti ilipokaribia, mama wa kambo alitoa uamuzi wake. Adana lazima atoweke. Asubuhi, jua lilipokuwa likichora anga kwa rangi ya dhahabu, mama wa kambo alimuita Adana ndani. Leo